Kwanza nimefurahi sana kunipa hii nafasi ya kuzungumza na wewe. Kimsingi wewe ni mwanamke mrembo sana, sikutegemea kupata nafasi kama hii. Lakini pia siwezi kutumia nafasi hii bila kukusifia muonekano na umbile lako lote kwa ujumla. Unajua mkuu ametumia muda mrefu sana kukuumba. Hilo flame tu. Hakika umeumbika sana. Nilijua tu hakuna story nyingine zaidi ya mapenzi. Ninayachukia sana mapenzi, usikwamini. Sasa hapo ndio unapokosea. Unajua katika hii dunia hakuna maisha bila mapenzi na hakuna mapenzi bila maisha. Yaani vitu vyote lazima viwepo. Unajua kwa sababu gani wewe unachukia mapenzi? Mwanaume anahitaji mapenzi ili akupe upendo, wakati mwanamke anahitaji upendo ndo akupe mapenzi. Na hii ndio sababu watu wengi wanachukia mapenzi, kwa sababu hiyo. Hapo siwezi kupinga. Uko sahihi kabisa. Ndugu wangu. Dada. Mama sikia kwa namba yako. Nakucheka. Mbona anamtafutia kabisa kuti. Afuta mbona analia sasa. Alia nini? Yani anajicheka. Shukrani. Shukrani. Mala. Samanya tunafahamu ndoto ndani. Ndani kuja. Kufumeka kwa kwenda. Message. Asante.
nakwambia mimi sijawahi kuharibu hata siku moja. Wewe zungumza naye, akikubali njoo, kwa sababu mwisho siku kila kitu kitakaa sawa. Sawa? Hebu ngoja. Wewe nielewe mimi. Sawa? Ndio nakwambiaje, nielewe mimi, wala hakuna shida. Hilo limeisha. Haya, niambie Kipipa, unasemaje? Bro, bwana vipi? Mso Kipipa hata kama shida zangu, shida kwa Amili. Yaani kwa wewe hutaki kuwa Kipipa, yaani unajiona uko sawa? Ndio shida yangu Amili. Haya poa. Haya Amili, niambie. Tunafahamu mtu anaitwa Dani. Dani. Wewe sikiliza, tuheshimiane. Mambo ya ongea unyooke, kwa sababu lazima sauti ndani na mwili wako. Sema Amili. Amili. Haya, niambie. Samani. Unafahamu mtu anaitwa Dani? Sasa yaani watu wanafahamu mtu Dani wapo wengi. Kuna Dani mlokole. Kuna Dani mabodaboda, afu kuna Dani miausho sana huyu jamaa miausho. Wewe Dani unamtaka yupi? Bana sikiliza wewe Kipipa, sawa? Kama huwezi kuongea vizuri niache mimi na shughuli zangu. Sio wewe zungumza, mimi namtafuta Dani yuko hivi na hivi na hivi, mfupi mrefu mwembamba, mimi nitakuelewa, unanipotezea muda. Haya nakusikiliza, unataka Dani yupi? Mrefu kupunguza kwa. Basi. Umemaliza. Kile kinanyonyoa vipanki mpembeni kinanyonyoa kibisho hivi. Ndio. Mimi namuita Dani Mawenge, si ndio huyo? Mimi sio Mawenge, anaitwa Dani. Sasa wewe ndio unayemjua kwamba sio Mawenge, ila mimi namjua kama Dani Mawenge. Sikanyoa hivi yule bisho mtu wa wanawake. Namjua vizuri. Kwa hiyo unamtetea sio? Haya niambie, ndio unayemtafuta au unamsubiria? Unamtafuta. Sasa imekuwaje tu ni kwamba wewe uko hapa afi aonekane vipi? Nilikuwa amekuja kunipokea pale. Sasa kuna mwanamke kumfuata. Hapo akijua kama tambo. Haya, mimi si nilikuwa nakwambia Mawenge asionege sketi anazifuata, unanikatalia. Kakako yule miausho kabisa ni aeleweki. Yaani yule akiona mwanamke akili yake inapotea. Kweli mtu anajielewa, anajitambua, anaweza akamwacha mdogo wake kwa sababu ya mwanamke? Sasa sikiliza, mimi nakusaidia. Mimi nilikuwa na mambo yangu, nilikuwa na tiba zangu. Sawa bwana Kipipa? Ndugu yangu Amili. Sasa kama utaki nikuite kitumbo na kukomelea Amili, jisaidie mwenyewe, mimi nasepa. Tunaelewa, nikuita kitumbo unaitika, sawa? Kitumbo. Sikiliza, mimi namfahamu huyo, sawa kaka yako. Ila mimi na harakati zangu. Sawa? Shanielewa vizuri? Hapa nimeamua nikusaidie kwa sababu kwanza unatia huruma. Beba begi tuondoke basi. Changamka. Sasa wapi huko wewe Kipipa bwana? Unachangamka tu ni huku. Huko unakojua unapotwenda tu huku. Twende changamka. Au tupashi twende. Asha bwana, arudi hiyo. Kama upashi na rudi. Twende tupashi. Changamka sasa, unatembea kizembe hivi. Kipipa sasa tusikilizane. Mimi sio Kipipa nangu Amili, unasikia? Poa bwana Amili, hamna noma. Sasa unakiona hicho chumba hicho? Hicho ndio chumba anachokaa hapo Dani Mawenge. Vipi kama sio Dani Mawenge, tangu Dani nachojua mimi. Wewe unamjua kwa Dani, ila mimi namjua kama Dani Mawenge. Na ninakwambia kabisa, nishukuru mimi kuniona pale na kukusaidia. Yaani kama isingekuwa huruma yangu ungekaa pale mpaka saa 2 saa 3 usiku. Sababu kakako mimi namjua ndio maana namuita Mawenge. Yaani yeye asione sketi inapita. Yaani asione ni kosa la jinai. Yaani niko tayari kukupa pesa aina yoyote imadi apate kile anachokitaka. Sasa unafunge kama muda gani mpaka sasa hivi? Tumetembea muda gani mimi na wewe? Sasa unanitolea macho, kaa upumzike hapo. Una hema tu juu njia nzima. Pumzika hapo, utakuja kupasuka. Kaa sasa. Hapo si fresh. Sasa sikiliza jambo lingine. Yaani mimi ningekuwa ninakaa na wewe ningekuwa kako Dani miausho. Asubuhi usingekuwa unakula. Mchana usingekuwa unakula. Na hata kama ni kula yako ya usiku ingekuwa ya kawaida sana. Unavumilia tu. Sawa?
Utasubutu kuitikia kweli unapopenda kula wewe? Oa baadaye basi mimi nasepa Kipipa au vipi? Kipipa nani ndio mshakwambia jina langu Amili? Bwana wewe Kipipa bwana. Hata si Kipipa wewe jioni. Wewe Kipipa Kitumbo. Wewe Kitumbo bwana. Wewe Kipipa. Jina langu Amili nishakwambia. Basi. Bwana Amili mimi naenda. Siku nyingine mimi nitakuja kukutembelea. Anashajua unakaa huko kakao mawenge hapa hakuna noma. Au vipi Kipipa? Changamka sasa bwana Kipipa. Wewe si Kipipa. Oya Kipipa. Kipipa. Basi bwana usije ukalia. Fresh basi sema na Amili mshikaji wangu. Mimi nitakuja kukutembelea. Sawa? Haya poa. Sasa unaitikia kinyonge bwana Kipipa wewe bwana. Wewe umefikaje? Afu wewe mtoto na mtumbo wako, mbona unapenda kunisumbua? Hivi wewe kunifanya mimi nazurura mtaani huko kwa sababu ya kukutafuta wewe? Hivi kaka. Kata mimi na wewe. Tunataka kusimama zake. Kusoma mwanamke wa maana sana. Akusawa kwa nyuma mwache mdogo wako. Tangia nimempa pikipiki ili lisaa. Mimi sitaki kushangaa kwa sababu ndo mazoea yenu mmejengeana. Ndio maana mimi mara nyingi sitamani kabisa mtu achukue bodaboda yangu. Afu Jimmy, hivi mdogo wako ana matatizo gani? Nani? Elena. Hivi Kevin, nini nakwambia kwa lugha gani uweze kunielewa? Nishakwambia sitaki uingilie maisha ya familia yangu. Kaka, hata nazi ni tunda ila ung'ati kwa meno. Hata mzigo uliomshinda ngamia binadamu ataubeba kwa maneno. Haya, niambie baba yasikupite. Yaani wewe mwanangu friji lako aligandishi. Na mimi hili alinipiti wala siligandishi. Yaani hili alinipiti wala sigandishi. Pale ananasifu pale shuleni. Jana nimemkuta mdogo wako. Yupo na mzee. Mara 10 basi angekuwa hata na kijana kama mimi mzee. Na asivyokuwa hata na haya kaniona, lakini hata kusema aogope kwamba Kevin yule anapita. Kaendelea na harakati zake. Mdogo wako huyo ele. Sasa unaenda wapi? We Jimmy. Asa nani yako anamwachia nani? Wewe nani Jimmy? Elena yuko wapi? Kaka msalimia. Elena yuko wapi? Elena nilipokuwa najiandaa, yeye alikuwa ameshatoka. Hivi Elena, wewe nikwambie kwa lugha gani ili uweze kuelewa? Kwa nini unanitia aibu hapa mtaani? Unajua kaka wewe, yaani kitu mundani ni kelele. Yaani unapenda bugza sana. Unapenda kunisema sema. Kwa nini mimi nimekufanya? Unapenda kunichunguza. Sio upoje wewe. Mimi nimekuchoka eti. Sio upoje yani. Unaboa eti. Alafu na kingine. Nishatimiza miaka 18, sawa? Najua kipi kizuri, kipi kibaya. Kwa hiyo acha kunifuatilia. Niache na maisha yangu. Yaani kama unajiona umekuwa, kwa nini usitafute mahala pako ukaweza kuishi, ukajitegemea, ukafanya mambo yako kwa uhuru? Lakini kama uko ndani ya hii nyumba, uko kwenye himaya yangu, utafuata kila anachokizungumza. Kwa hiyo vile vyako unavyoviacha humu ndani, ndio unajua kila mtu unaweza kumudu. Kila mtu unaweza kumgharamikia, si ndio? Hivi nikwambia ununulie pedi wewe unaweza? Unapenda kufuatilia tu maisha yangu. Niache na maisha yangu, fuata yako. Unapata wapi ujeuri wa kunitamkia maneno ya kishenzi? Mama! Shikamoo ya nini wewe? Mimi natoka.
Kama mtu yote atakuja hapa kuniulizia, mwambie nimetoka. Sasa naenda wakati mimi sasa sijala. Ujala, kwa hiyo kama ujala mimi mke wako. Unataka nikupikie? Maanisha hiyo. Shika ile buku. Hapo utachukua matembele ya jelo. Utachukua na nyanya za jelo. Pale ndani kuna mafuta na kuna kitunguu. Ile gesi si bado ipo? Sijui. Haya. Endelea kujua sana. Mimi natembea sana. Kakako yupo? Simama hapo dada. Una mpango vipi na hela yangu? Una mpango vipi na 5600? Salma. Sitaki maneno Salma wala Asha. Nataka hela yangu. 5600 unaiona ndogo kwako? Mimi kwangu kubwa. Upo. Lakini Salma, wakati nakopa hiyo pesa, ulisema unaileta kesho. Kesho ndio imekuwa wiki. Ile biashara yangu, maisha yangu upo. Sasa usifanye mchezo katika biashara yangu. Sawa kaka? Basi Salma, sasa hapo nataka kumfaidisha nani, watu wanasikia huko. Na haki yangu lazima niongee kwa nguvu, si haki yangu. Basi sawa. Mimi pesa yako ndakuletea basi baadaye. Mimi sitaki baadaye, nataka leo. Yaani leo patachimbika. Leo hela yangu utajua utapika wapi. Nataka pesa yangu. Sawa, sitaki Salma wala Asha, nataka hela yangu. Unajifanya unapita na wanawake kumbe una lolote. Sio mbele sio nyuma. Sitaki, usiniambie, nataka hela yangu. Nataka hela yangu, sitaki Salma wala Asha, nataka pesa yangu. Malo mpita na mnene, malo mpita na mwembamba, malo mpita na mfupi, kumbe maisha una. Una kazi kuleta wanawake kumbe hata 100 una. Nataka pesa yangu leo sikubali. Shika kitu, shika miguu, nataka pesa yangu. Faidisha nani hapa wakati unakuja kukopa kule? Ni haki ya nani? Ni haki ya nani? Si haki yangu. Hata kama haki yako. Ni haki yangu. Wewe mwenyewe unaweza kudai haki yako vivyo tunavyotaka, kwa ngumi, kwa mateke, kwa vipigo, mwenyewe ni haki yako. Basi sawa. Mimi lako nitakuletea baadaye. Yaani hela yangu nishakwambia. Kesho asubuhi saa 2 kamili. Usiponiletea hela yangu, tutakutana kwa mjumbe. Lulu. Naenda kwenye mazunguko yangu. Hivi Lulu, kwa nini napenda kumkera kaka? Leo hii ametoka kugombana na Helena. Hata masaa 3 hajapita na wewe unatoka. Yaani wewe na kaka yako, kwa nini mnapenda sana kufuatilia maisha ya watu? Lulu, wewe ni ndugu yangu. Ukiharibikiwa wewe na mimi nimeharibikiwa. Witness. Yes, ma'am. Unajua jinsi gani nakupenda. Na unajua jinsi gani nimejitoa kwa ajili yako. Lakini tambua kwamba siku zote hisia za mtu hazichezewi. Mimi sio mtoto mdogo unaponifikiria. Najitahidi sana kuonesha upendo uliojaa moyoni mwangu. Lakini cha kushangaza leo hii unaamua kuniona mimi boya, sifai. Kunichanganya na watu ambao hawajielewi, hawana akili. Unamaanisha nini kusema hivyo? Hebu nisikilize kitu kimoja, Witness. Sio kwa sababu nakupenda ndio nifanyie ujinga unaonifanyia hivyo. Hapa mtaani hapa kuna kijana naona simuelewi. Nimefanya research zangu, naona simuelewi kabisa yani. Sasa hivyo basi, naomba uniambie. Dani ni nani? Dani rafiki yangu. Oh my God. Sikiza nikwambie kitu kimoja Witness. Usinifanye mimi mtoto mdogo. Yaani nitakutibua sasa hivi kama unijui vizuri. Baby. Dani ni rafiki yangu na ni rafiki kama rafiki wengine.
Yaani tusifike huko mpenzi wangu. Unajua kabisa mimi nakupenda wewe. Wewe ndio mwanaume wangu. Kwa nini nifanye hivyo? Witness. Sikiza nikwambie kitu kimoja, usinifanye ndondocha kwenye mapenzi. Baby, tusifike huko. Unajua kabisa mimi nakupenda wewe mpenzi wangu. Dani yule mimi nitampeleka wapi? Hivi unahisi uko sahihi? Baby, mimi nakupenda wewe. Sasa sikiza kitu kimoja. Umenielewa? Hii ni onyo nakupa. Sawa. Sitaki mazoea na wewe kijana. Sawa baby. Nimekuelewa. Uko poa lini? Niko poa kabisa. Nafurahi kukuona. Mimi pia. Okay, shinikiza sehemu moja. Sawa. Eti. Mbona unakuja sana? Vipi hapo ndani? Wametoka. Tena. Sanga. Umefikia wapi swala lako la kuondoka hapa nyumbani? Maana mimi naona mimi tushakuwa watu wazima wote. Sasa tukang'oana meno bure. Sasa wakati unaendelea kufikiria, mimi ni kuacha ufikirie wewe. Lakini jioni nitakapokuja hapa, naomba unipe jibu moja tu. Jana basi kanipigia udemu anakaa kati hapa. Tunambebaga Nancy. Kanipigia simu, "Kevin uko wapi?" Nikamwambia mimi ni Polodi. Upolodi yeye unaweza ukaja? Nije. Sisi tunaanza kujishauri. Wewe nini wewe? Yule kuku wangu hivi tu. Kunja moja mpaka anaingia ndani mwenyewe bila kushurutishwa. Basi jana yeye napiga mahesabu yangu kichwani. Mimi nikifika naenda kufanya nini? Mzee mwenyewe Nancy tunamuelewa alivyo ile mikato yake nini. Bwana. Kambunge. Napigiwa simu. Mimi mahesabu yangu sasa najiuliza nikifika vipi anaenda kunianza yeye au naenda kumwanza mimi? Sielewi kichwani. Mawazo yako yashakukimbiza hivyo. Sasa unadhani unaanza kufikiria nini? Pige. Nini tena? Hai. Uko. Kachunwa. Ndo kachunwe. Maana wewe wajui hata watu wanaopendana. Nakapendaniane. Unaona kabisa hapo mapenzi hakuna. Una kazi yako. Nakupigia simu zangu pokea kwa nini? Samahani. Ila sio kwa maana mbaya. Maana nilimpata mteja ambaye anaelekea maeneo ya nyumbani. Nilipofika pale nyumbani wakati naoga nimeweka simu chake. Kwa hiyo nimekuja tu kuja kwa nimesahau nyumbani. Sawa, tuachane nayo. Mimi nimekuja hapa nina shida.
Amanda, shida tena? Mbona shangaa? Yaani nashangaa kwa maana tu jana nimetoka kukupa shilingi 50,000 taslim. Shida tena leo? Ya jana tuache, mimi leo nina shida na 30,000. Amanda, tuoneane huruma. Afuta mbwa mimi na familia na wadogo zangu nyumbani wananitegemea sana. Mimi mambo ya wadogo zako hayanihusu. Mimi ni mwanamke, nahitaji kula, nahitaji kuvaa. Kwa kama unaona unashindwa kunisaidia ni bora tuachane. Mimi nakuja na kulilia shida zangu, unaweza kuniambia tena habari za wadogo zako. Mimi habari za wadogo zako zinanisaidia nini? Mimi sitaki tufike huko. Unajua kidogo leo kijua kijachangamka kabisa, yani sijabahatika kupata pesa kwa haraka. Hapa nina kiasi cha shilingi 10,000 tu. Naomba nikupatie kwa mapenzi na itakapofika jioni nitakutafuta nitakupa shilingi 20,000. Hakikisha baadaye unaniletea ile lobaki. Amanda. Leo nataka kuondoka kweli bila hata kunipisa. Wewe Jimmy wewe. Makisi imekuwa kama dozi. Bwana ni busu bwana. Si hivyo sasa. Amanda, mimi naomba nikusindikize bwana. Twende wote. Unajua leo nimefurahi sana. Umenifulia nguo. Nipo katoka. Jicho. Ngozi sema. Kweli kangu ya kuchagua. Hivi mtoto mdogo mpataki maneno ya mtu mzima. Mdogo ni mkubwa. Maji. Maajabu. Niambie. Kwa ndani nimelala. Toka. Wewe. Jikatae. Jikatae. Toka. Sasa naongea tu mama. Clara, nilishakwambia uso mtu. Soda sio yako. Soda. Mpoka nimekwambia soda sio yako. Ndio tu kidogo mtoto. Ndio tu kidogo. Leta glasi. Clara, huyu mtoto usio unamsikiliza.
Yaani huyu sio binadamu, huyu sio mtu. Yaani nikikwambia sio mtu namaanisha. Hata kama mdogo wangu, muda mwingine waga nafikiria bora angekaa kule kule kwa mama mdogo. Na ukinywa uondoke. Umekutana? Sasa kumbe. Kwa nini kitatokea? Wewe. Usiniletee maneno yako ya kiuni hapa. Kunywa uondoke. Samahani. Huyu mtoto sio mtu. Yaani neno sio mtu kweli kweli. Kama nimeshakwambia huyu sio mtu. Wewe. Kwa hiyo kikombe atoe nani? Shemeji yupo. Anafuaga na anaosha vyombo. Atatoa. Macho hayana pazia, nilimwona navutia, naye akanikubalia, kumbe moyo ninaumia. Hivi ni mara ngapi nimekuambia simhitaji Beni? Wewe unapenda kumkwadia? Wewe unapenda kumkwadia? Witi. Yaani makelele yote kwa sababu ni Beni? Ndiyo. Nilishakwambia simpendi, simhitaji. Why? Usikize nikwambie kitu Witi. Ni rahisi sana kukipata kile unachokihitaji kama utaamua kufanya kitu kigumu. Lakini ni rahisi pia kuvikosa vile unavyovihitaji kama utashindwa kufanya vitu vigumu. Akili kichwani mwako. Kumbuka Beni ni mtoto wa Doni. Atakupa kila kitu unachokitaka. Unakoma wapi wewe? Unakoma wapi Witi? Najua unachokimaanisha Dani. Witi. Wait. Wait. Amiri, jambo. Kwa siku hizi ujambo umekuwa poa? Kwa salamu. Sawa, kaka yako nimemkuta? Kwa ndani. Mama. Samahani kama nitakuwa nimekosea. Hivi Amanda, mnitakaje kupanga kangu? Kupangwa? Unamaanisha nini? Namaanisha jana usiku kwa mkia leo asubuhi kwa dada alilala. Wewe leo nakuja unataka kufanya. Nenda.
Ben, vipi? Kama kawa. Unakwaje? Hali. Lakini mimi sipaswi kufanya hivyo. Jamaa sana kusalimia. Kwani salamu lazima? Kama fresh mwanangu. Vipi, tunaweza tukaongea kidogo pembeni? Asa Dani, inakuwaje kuhusu salamu kwa Witi? Mbona muda unaenda sana afu naona kimya? Ben, sio kama nimekaa kimya. Najitahidi sana mwanangu. Najitahidi sana. Lakini unatakiwa ugundue kitu kimoja. Kumpenda mtu asiyekupenda ni sawa sana kusubiri mtumbu airport. Kila nikileta habari zako tu kwa Witi tunagombana kabisa. Lakini mimi bado sijakata tamaa. Yaani mjitahidi bwana, yaani kikweli nampenda sana Witi. Yaani nashindwa kufanya chochote kile kwa sababu yake. Basi jitahidi mwanangu. Kwa sababu yaani wewe ndio tegemeo langu kubwa sana. Yaani hakuna mtu mwingine ambaye namtegemea zaidi. Tuondoke. Dani, nimekwambia tuondoke. No, mwanangu wewe wapi? Uko unaelekea wapi? Nataka nifike hapo mwanangu on time afu nirudi. Kitumbo. Sasa nani bro? Shida mambo yako. Basi Amili, njoo Amili. Bwana, mbona kama unanitikisa kibeliti sasa? Njoo bwana, achana nalo hilo, wewe funga, achana nalo. Vipi? Unakuwa mtu wa kumind na wewe muda kitu kidogo tu nimekuita hivyo kitu kidogo. Alafu unaona kama tumbo limekuwa kubwa sana. Nipitia pale kijeni kwako hapa nikaambiwa huko. Tunaona hii hali ya hewa jua kali sana, nikaona wewe nikimbie kidogo nyumbani nipumzike, lakini kuna mteja wangu mmoja huyo bwana, namtegemeaga sana. Angenipigia simu pia usingenikuta nyumbani. Una bahati. Ni bahati. Kadimu. Kwa sababu nitakwambia. Jambo gani wewe Amili wewe bwana? Wewe sema kama unataka kula tu tufanye mchakato ule. Kadimu. Najua kabisa unapenda Damanda. Wewe Amanda umemjua? Damanda anapenda sana kakaangu. Damanda jamani kakaangu akosea, analia sana. Najua nikwambie kitu kimoja Amili. Mimi ni mtu mzima na wanasema utu uzima ni dawa. Sio kwamba sijui kwamba mimi Amanda anipendi. Najua kulingana na matendo yake anayofanya kwangu, kwa sababu ni matendo yanaonyesha sio mwanamke mwenye upendo. Lakini navumilia huku moyo wangu unaumia. Ila kinachoniumiza zaidi ni kuona hata mtoto mdogo kwamba umeweza kung'amua kwamba mimi Amanda anipendi na ana mapenzi ya kweli kwa kaka yako. Sina namna, kwa sababu kuna msemo unasema mpende anayekupenda na asiyekupenda achana naye. Kwa hiyo mimi naiona nafasi kubwa sana ya kumwacha Amanda apende pale anapopenda. Sawa, inaniumiza kwa sababu mimi nilikuwa nampenda katika kweli. Nilikuwa najitoa katika kweli, nampa kila anachokihitaji. Lakini kumbe maana yake yeye kwangu yupo kwa sababu ya kitu, si kwa sababu ya upendo. Basi tuachane na hayo. Unakula nini leo? Sasa vya viko hivyo. Viuko. Basi tampigia mshikaji wangu mmoja kwa jioni atakuletea. Tunapiga story na kula, maana kukaa bila kula haiwezekani. Haina noma mshikaji wangu.
Usubiri faraja kwa mtu asiyekupenda. Ni matumaini yanayokera, ni matumaini yanayoumiza moyo. Vitendo vimetosha kusadiki matarajio ya maumivu ya moyo wangu. Amanda, mbona mimi nilikupenda sana? Nilikupa furaha, nilikupa heshima, nilijinyima kwa ajili yako. Wadogo zangu walilala njaa. Ndio zawadi ya upendo ulioniahidi. Hakika nitajitahidi kukusahau. Moyo wangu umejawa na maumivu makubwa mbaya. Kwa mwanadamu wa kawaida kumwelezea mwanadamu mwenzie itakuwa ni ngumu, na hawezi kusadiki kilicho ndani ya moyo wangu. Leo inadondosha chozi kama mtoto kwa ajili yako Amanda. Leo nalia kwa sababu yako Amanda. Umeshindwa hata kuthamini kidogo tu upendo wangu juu yako. Asante Amanda. Angel, hapa ndio hapo nakaa. Huyu ni mdogo wangu. Amel, wifi yako anaitwa Angel. Wifi au shemeji? Shemeji. Nataka kama shemeji, shemeji wangu. Amel, toka nje. Toka nje! Dani, usinifanye mimi ni mtoto mdogo. Na maneno anaongea mdogo wako haiwezekani kweli. Hebu nisikilize Angel. Achana naye. Mdogo wangu ni Taila, namfahamu mimi. Afu wewe umekuja kwa ajili yangu mimi au kwa ajili ya mdogo wangu? Usinichezee akili. Kumbe ni mchafu kiasi hicho. Yanatoka wapi wewe Angel? Usinichezee akili, nasitaki. Nisikilize. Sitaki. Angel. 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 Vipi Dani? Poa, karibu. Yule mwanamke nilopishana naye hapo nje nani hapo? Kwa hiyo sasa unataka kujua kila kitu kuhusu maisha yangu? Ni rafiki yangu. Siku hizi marafiki tumekuwa wengi. Natumai unashangaa ujio wangu leo hapa. Sikwambie, nisikize nikwambie kitu kimoja Dani. Mimi ni mtoto wa mjini. Kama ulikuwa unijui, basi elewa hilo. Nitakuja kufanya kitu kimoja kibaya sana, afu utakuja kushangaa katika maisha yako. Bro, usinitishe bwana. Mimi usinitishe. Kwanza umenifuata hapa, niko nyumbani kwangu. Mimi najua kitu kilichokuleta hapa ni kwa sababu ya Witi. Huyo Witi anajiletaga mwenyewe hapa. Mimi nishawahi kuona nimekuja kumfuata huko mnakokaa. Nafurahi sana kwa kulijua hilo. Ila nakupa tu onyo. Tambua kabisa kwamba umeingia choo cha kike. Nitakuja kukufanyia kitu kibaya uje usahau maisha yako yote. Kwa nini ukutana na mtu kama mimi? Naitwa Mr. Mangi, ni bei gani hivi vitu? 7,000.
Unamdai bei gani Mangi? Sawa. Nitavilipia. Witi, ona mpaka unavuka barabara, unataka kuleta matatizo. Hii yote kwa sababu yangu. Najua unachukia uwepo wangu mbele ya macho yako, lakini nilikuwa nakuomba utambue kitu kimoja. Kikweli nimeshindwa kukutoa katika akili yangu. Unanifanya niwe na kuwaza muda wote. Tafadhali Witi. Nilishakwambia sikupendi, sikuhitaji. Why nilazimisha uwepo wako kwenye maisha yangu? Halafu ukijitazama wewe jinsi ulivyo na mimi, hivi tunaendana kweli? Mtu mwenyewe mfupi hivi, utanipa nini mimi? Hebu niondokee mimi hapa. Sasa ngapi? Unaenda wapi sasa? Hapo ushaanza kujinunisha. Hapo unajua kabisa mimi sipendi ukinuna. Kama mchungu. Hivi unahisi kwamba mimi nakupenda sana? Nimekujia mara ngapi? Nimekutumia message au unijibu wala unitafuti vipi? Kala, unafahamu fika kwamba mimi hapa ndani naishi na mdogo wangu. Na muda mwingi mdogo wangu anapenda kuchezea simu yangu. Hivi kama utakuwa ulinitafuta umenitumia message ningekuwa nimeona si ningekujibu? Unadhani kwamba mimi siwajua wanawake zako? Wanawake gani sasa? Huyo Witi. Witi? Ndio. Yaani mimi nitembea na huyu Kulumbembe. Witi mimi na rafiki yangu. Alafu Witi ana mchizi wake, ana mandinga makali huko, anampa kila kitu. Mimi nitampa kitu gani? Ingia kwenye gari tu. Achana na mimi. Achana na mimi kabisa. Umeelewa Witness?
Tuone sasa. Pole. Sasa najua utamani tena
Kaka. Popo hapo. Inakuhusu nini? Kaka. Uliketa mjanja mwenyewe. Wewe nishakumeshia hapa. Kaka, kumpiga magoti mwanamke. Wakulia kisa mwanamke. Amen. Kuna mbona? Ondoke kaka, kama kwamba kweli. Naomba uondoke Ameli, utapasuka sasa hivi na kuonea huruma, ondoka. Sawa. Nasikitika kwa nini nimekuwa kukosea muda wote. Lakini